kwenye mambo magumu, vipindi vigumu, ujue hiyo ni dalili ya kwanza kujua Mungu amekuita kuamua kesi. Uende kawa ya ukoo, watoto, ndoa, lakini umeitwa kama mwamuzi. Katika kitabu cha Ayubu 3:3, Job 3:3, the Bible says, na ipotelee mbali ile siku niliyozaliwa mimi na ule usiku uliosema mtoto mume ametungishwa mimba. Kuna kipindi unaweza kupitia hali ngumu hadi ukajuta kwa nini nimezaliwa. Unapita katika hali ngumu hadi ukajuta kwa nini nimekuwa mwanaume. Ukapita katika hali ngumu hadi ukajuta kwa nini nimeolewa. Ukapita katika hali ngumu hadi ukajuta kwa nini nimekuwa mkubwa, bora kwa mtoto nikalelewa. Kwa nini nimezaa? Kwa nini? Unapita katika hali ngumu. Katika kitabu cha Ayubu 3:26, mimi sioni raha wala situlii wala kupumzika, lakini huja taabu. Huoni raha kwenye ndoa, au ni raha kwenye biashara, au ni raha kwenye afya, kila siku vidonge, kila siku kliniki, kila siku sindano, au ni raha kwenye biashara, kila siku hasara, anafungua biashara anafunga, anafungua biashara anafunga. Au ni raha ya kuwa kwenye ndoa, kila siku vipigo, kila siku kesi, kila siku suluhishi. Au ni raha kuwa na kazi, kila siku yeye ndo anasemwa. Au ni raha ukipita katika hali kama hii ya maumivu, maisha magumu, mambo magumu, ujue ni moja ya dalili Mungu amekuita kuwa mwamuzi. You are a judge. Mungu amekuita kuwa mwamuzi. Kitabu cha Zaburi 6:6, nimechoka kwa kuugua kwangu, kila siku nikieleza kitanda changu naliloesha godoro langu kwa machozi. Unapitia katika hali, muda mwingine hata usingizi hauji, kila ukifikiria ni machozi yanakutoka, na upo kitandani unaangalia juu, kila ukiangalia juu chozi linakutoka, sauti haitoki ila chozi linakutoka. Kila siku unalala karibia ya asubuhi, au kukikucha wewe ndo unapata usingizi. Unapita katika mambo magumu, maumivu, mawazo hayaishi ndani yako, mambo yanakuwa magumu. Lakini nataka ujue unayapitia haya kwa sababu Mungu amekuita kuwa mwamuzi, kuwa mkombozi wa familia yako, kuwa mkombozi wa mama yako, kuwa mkombozi wa baba yako, kuwa mkombozi wa ukoo wako, kuwa mkombozi wa ndugu zako. Mungu amekuita, lazima upitie kwenye machozi, lazima upitie kwenye mawazo. Mungu amekuita uamue kati ya umasikini na wewe uishe, umasikini na familia uishe, umasikini na ukoo uishe. Mungu amekuita ili uweze kuamua, ndio maana unapita machozi. Hayo machozi ni mbegu unapanda, hayo machozi ni sadaka unatoa, hayo machozi ni nauli unalipia ili wafikishe ndugu zako nchi ya Kanaani. Nasema na mtu mmoja, Mungu amekuita kuwa mwamuzi, na ndio maana unapitia maisha hayo. Mungu amekuita kuwa mwamuzi, ndio maana unapitia hayo maisha. Unakosa usingizi, lakini ndugu yako kalala na bado hajakula na usingizi kapata. Wewe hujalala kwa sababu ya mwanao, mwanae hajaenda shule amelala. Mungu amekuita kuwa mwamuzi wa familia ya kwako. Hawezi kuwa kama wewe. Wewe ni mwamuzi, wewe ni mwamuzi. Mungu amekuita uamue juu ya ndoa yako, juu ya familia yako. Hawezi kufanana na kaka yako, hawezi kufanana na dada yako, hawezi kufanana na. Utaamua kwa jina la Yesu, na kutabilia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Utaamua juu ya ukoo, umasikini utaisha kupitia wewe. Utaamua juu ya ukoo, magonjwa yataisha ya wewe. Utaamua juu ya ukoo, utakuwa tajiri na ukoo wote utatajirika katika jina la Yesu Kristo.